matarajio yako ni yapi? Hasa hapo uliposema kwamba kwa bahati mbaya mtazamo wako ni upi kwa ambao uko pamoja na ambao wako watazama wako kwangu mimi la kwanza ni kwamba mswada wote uko kinyume cha katiba, sababu kuleta mswada kuchangisha pesa ku implement budget na budget yenyewe. Mswada wa finance bill wakati wake haujafika. Ile ingefanyika ndio budget estimates ichapishwe kwenye mtandao za serikali, pesa za umma inaficha mambo mengi, na pia inaruhusu serikali kuchangisha pesa kwa njia ambayo hauwezi kuwajibika. Wanachangisha pesa ni kama lengo lao ni kuchangisha pesa, sio kutoa huduma. Lazima tuonyeshe wangependa kutoa huduma gani ndio uweze kuwa na msimamo watachangisha pesa kulipia. Tukubali kwa ile huduma wangependa kutupa, alafu uende tafute pesa kufadhili hizo kutekeleza hiyo huduma. Lakini kwa vile mambo yako sasa sio hivyo. Na pia ningeomba kwamba wakati huu wazingatie katiba. Na hiyo bajeti lazima ikuje Seneti. Hii mambo ya kuficha hii bajeti kwenye National Assembly hapa watu wamekataa kufanya kazi, hata kubali. Kwenye Seneti tuko maseneta 47 wenye kura. Na tunajuana. Na tukikaa chini kwa jambo tunaelewana na tunachambua maneno vizuri sana. Kwa National Assembly wako karibu watu 400. Hata wengine hawajui wenzao. So hapo ndio shida wewe inatokea, na ndio maana unaona serikali inaogopa bunge la Seneti, kwa sababu mko watu 47 na kila mtu atajulikana msimamo wake. Mswada ukishapita National Assembly uletwe kwenye bunge la Seneti kulingana na kipengele cha 429 mlango wa 3. 449 mlango wa 3. Kwa sababu unasema kinagobaga kwamba bajeti ya mashirika na bajeti ya commission inatakana idhinishwe na bunge, na kwa hakikisho kwamba hizo commission ziko na pesa kutosha. Na hiyo bajeti ndio hii bajeti tunaangalia sasa katika Senate kiwacho nje. Parliament ni Senate na National Assembly. Parliament sio Senate peke yake. Na hapo ndio tungependa tufuate katiba, mlete huu mswada Senate tubutandike. Okay, and the general understanding from your presentation is you have no confidence in Honorable Mushomba and John Mbadi because you seem to have lost hope in the National Assembly. No, the way it is being run, because the National Assembly is going to debate the reform. I said that earlier, that the problem we have with is a design problem. Okay. Where we have created a budget office that looks at whatever, or what looks at the budget estimates, makes a commentary which is called a report, and the commentary also again only contains the expenditure side, it does not contain the revenue side. Since 2010 when we got a new constitution, then it is that commentary that is then brought to Parliament for debate within, as my friends have said, a period of 2 to 3 days. And I've told you here that the budget documents, the 5 books that I've referred to on the internet, have more than 4,500 pages. How do you expect these MPs to go through this budget in 3 days? Because when the estimates are presented to Parliament, they are taken to the budget office, they are not given to each MP. Then they only bring the report. Okay. So I don't know what we need to do. And then also another thing, my sister said that's very important. The budget is an act of Parliament. And you heard her say that to make a law in Parliament requires even sometimes 3 years. Yeah. So as an act of Parliament, it must be a bill introduced in Parliament, approved by Parliament, and ascended to